Yesu asifiwe. Biblia inazungumzia kwa habari ya mwanamke ambaye alikuwa amebeba mtoto. Na yule mwanamke, Biblia inasema yule adui shetani alipotupwa kutoka mbinguni akatupwa duniani. Vita ya kwanza aliyokuja kuifanya, alienda kushindana na uzao, alienda kufanya vita ya uzao. Na ndio maana unaona Biblia inasema alienda kwa yule mwanamke aliyekuwa amembeba mtoto. Na alipofika kwa yule mwanamke, Biblia inasema akatema, yule ibilisi, yule shetani yule alitema maji kama mto ili ameze yule mwanamke aliyekuwa amembeba mtoto. Na hapo nitazungumza kitu kingine pia. Wakati ametema namna, Biblia inasema Mungu akaiamuru ardhi ikafumbua kinywa chake, alafu ikameza yale maji yaliyokuwa kama mto. Na hapa nikupa angalizo pia, sio kila maji unayoona ni maji. Na vitu vingi tu pia unavyoviona huko barabarani, huko sokoni, kila mahali, sio kwamba ni vitu ambavyo Mungu ameruhusu. Vingine vimetengenezwa kuzimu, vingine ni majini, vingine ni mapepo. Kwa hiyo sasa Biblia inasema shetani alitema maji kama mto ili umeze yule mwanamke. Ashukuriwe Mungu kwamba ardhi ile ambayo shetani alikuwa anatema maji, Mungu alikuweko pale pia, akaiamuru ikafumbua kinywa chake, ikameza yale maji yote. Nami nakuombea jioni ya leo, inawezekana adui kakutegea mtego, ardhi kae upande wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nami jioni ya leo, wakati huu tunazungumza habari ya uzao, Mungu akusaidie. Nyewe wanawake ambao mnabeba mimba, nyewe wanawake ambao mmebeba watoto, wengine mna watoto tayari wa kiume, wengine mnategemea kupata watoto, wengine mmeshazaa watoto, mmeshazaa tayari, wengine mna mimba na huko ndani umebeba watoto. Vita nyingine, magonjwa ya kitoto yanayosababishwa na watoto, na vita nyingine za kiuchumi zinasababishwa kutokana na aina ya mtoto uliyembeba. Kama amebeba kitu kikubwa ndani yake, maana yake ujiandae kabisa wewe mzazi kupambana. Biblia inasema Yusufu na Mariamu walianza kupambana vita. Na unaona Mungu anawaambia kimbilia Misri, Mungu anawaambia kimbilia Nazareti. Wanaanza kuhangaika, mtoto haelewi kinachoendelea. Lakini kumbe wanavyokimbia naye mtoto, wanaanza kuhangaika, wanateseka, wanapata shida. Lakini vita ile ni kwa sababu ya aina ya mtoto waliyembeba. Kwa hiyo sio kila vita inayokuja kwako ni kwa sababu yako. Nyingine ni kwa sababu ya aina ya watu unaokaa nao. Mungu akusaidie mwanamke. Mungu akusaidie mwanamke. Kaa upande wa Yesu. Yesu aliyezaliwa akae upande wako. Yesu aliyezaliwa pia akae ndani yake. Biblia inasema ana uwezo wa kifalme. Huu ufalme ukae ndani yako pia. Ni mshauri wa ajabu, akae ndani yako akushauri pia katika jina la Yesu Kristo. Mungu akae upande wako na neema ya Kristo pia ikusaidie katika jina la Yesu. Amen. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya somo hili. Asante kwa ajili ya wanawake na wanaume. Asante kwa ajili ya kila mmoja Bwana ambaye ataenda kupokea ujumbe huu. Ni katika jina la Yesu, mahali alipo na shida yake Bwana ukamsaidie. Ili Mungu Kristo anayezaliwa azaliwe kwenye mioyo yake. Lakini pia vitu vyote ambavyo vilikuwa vijatokeza kwenye maisha yake Bwana, na ni haki yake kabisa kuvipata kwa nguvu ya uzao Bwana, na yeye akapate katika jina la Yesu. Amen.